What's popping, my people? It's another new day. Ndani ya Cast Media, mimi Ali Njema. You can call me Njema the Lioness Voice. Najua wengi mnajiuliza kwa nini the Lioness Voice. Bana, Lioness Voice hili jina limetokea kwa sababu ya sauti yangu. Kama unavyosikia ni sauti fulani hivi yenye ujazo na uzito ndani yake. Mimi najiita ni unique girl, unique woman, unique lady kwenye industry ya entertainment. Hii ni Cast Trending Stories. Na siku ya leo bwana tuna stories ambazo zina make headline kwenye mitandao ya kijamii, hususa kwenye mtandao wa Instagram. Ni story gani ambazo niko nazo siku ya leo kwenye Cast Trending Stories? Endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi siku ya leo na siku zote. Subscribe, like, comment, share. Fanya kila kitu, maana mimi niko kwa ajili yenu na nyinyi mpo kwa ajili yetu. A short break kidogo alafu tunakuja kwa ujazo. Okay, tukianza na story ya kwanza ni story ya Hamisa Mobeto pamoja na Rick Ross. Kwa nini nimesema hii ndo story ya kwanza? Ni kwa sababu ni story ambayo ina make headline, inatusumbua sana. Watu walikuwa wanasema kwamba Rick Ross pamoja na Hamisa Mobeto kwamba walishahatana, hawana mahusiano yoyote, na hii ni baada ya ukimya wao ambao waliamua kukaa kimya kivyao, yani kiwao wenyewe. So unajua kuna yale mapenzi ya kizungu ambao inafika siku ya kwanza mnakutana au mnajenga relationship, kuna ile kubrand relationship, lakini inapofika hatua fulani unasema babe au darling, embo ngojea stick, embo tu stick hapa kwanza, tu mute kidogo, alafu kama tunakuja na gia fulani au tofauti. Okay, ukimya ule wa Rick Ross na Hamisa Mobeto ndio imepelekea mashabiki au watu ambao wafuasi wanaofuatilia bwana kusema kwamba wameachana, ambao sababu kubwa walikuwa wanaingangania ni kwamba Hamisa Mobeto alimnyima busu Rick Ross kama anamvimbia fulani hivi. Kwa wanasema Hamisa anamvimbiaje mtu maarufu, rich kid, mtu mwenye utajiri wake, mtu millionaire, si ndio? Kwa hiyo inasemekana kwamba wamekuwa muted, yani wamekuwa hawana relation. Lakini kinachoshangaza na kustajabisha ni baada ya Rick Ross kuchukua picha yake pamoja na ya Hamisa Mobeto, kuziambatanisha kwa pamoja, alafu post kwenye Instagram page yake na kuandika my Misa, alafu na Misa mwenyewe akaandika rich rover, rich forever, alafu akamalizia na kopa fulani vila mahaba. Kwa watu wanajiuliza kwamba jamani ni nini, ni kwamba penzi limechachama au linaendelea? Mimi nisema bwana ama penzi yao yanaendelea au bana bado ni wapenzi? Sema ndo hivyo, wanapeana zile break za kizongo. Okay, tukiachana na story ya Rick Ross pamoja na Hamisa Mobeto, ikumbuke bwana siku leo ni birthday ya Melanin Queen au the most talented girl, woman, mama mwenye mtoto. Maana nikimzungumzia Lina Sangal bwana, siku leo Lina Sangal ameweza kuzaliwa na pia ameposti kwenye Instagram page yake na kujiwish mwenyewe happy birthday. Mimi nikwambie tu Lina Sangal, happy birthday to you. Mungu akuongezee vitu vingi katika maisha yako, yale ambayo unayaomba kila siku basi aweze kwenda kubariki na kubless. Ukao mwaka wako wa mafanikio na mwaka wa kuongeza pesa. Okay, tukiachana na birthday na wishings za kwenda kwa Lina Sangal bwana, AP ya Diamond Platnumz nikizungumzia 4 ni moja kati ya APs ambazo zimetoka hivi karibuni na pia zimekuwa head kwenye midomo ya watu, headline kwenye mitandao, most topic, stream, mona vitu kama hivyo. Na pia albamu hii imeweza kuwa most streamed kwenye listening au streamed kwenye platform ya muziki nikizungumzia Audiomack, na imeweza kuwa top 5 moja ndani ya top 5 new songs au new APs. Basi AP ya 4 ya Diamond Platnumz imeweza kutoa nyimbo kadhaa ambazo zimeweza kuingia kwenye list hiyo ya new song top 5 hits. Na moja kati ya nyimbo hizo bwana ni nyimbo ya kwanza ni Sona, ambayo hii ni nyimbo ya Diamond na mimi mwenyewe. Nyimbo ya pili ni Mtasubiri, ambayo hii ni nyimbo amemshirikisha Zuchu, na nyingine ambayo Nawaza. Umeona, hizo ndio nyimbo ambazo zimeweza kuwa top 5 streamed song. Na nyimbo ya mwisho ambayo hii ndio nyimbo ya 5 imeweza kushika nyimbo ya 5 nikizungumzia Melody. Kwa hiyo hapa Nawaza imeshika nafasi ya 4,
Mtasubiri imeshika nafasi ya pili, Solo imeshika nafasi ya kwanza, alafu nafasi ya 5 imeshika Melody. Hapo ijue kabisa kwamba hii kitu bwana ni ya moto, ni ya moto sana, sio moto kidogo tu alafu ya moto tena. Yani kitu ambacho kinazidi kufunguka leo na tena. Okay bwana, kama sikosei na wala sikosei bwana, ni kitu cha kweli. Ruby ameweza kushirikishwa kwenye nyimbo ya number 1 ya Sarafina ambayo imetoka tu hapa hivi karibuni, na pia imeweza kuwa headline, imeweza kuwa trending. Umeona, ni nyimbo ambayo imekuwa inasupportiwa sana, hususan na yeye mwenyewe Ruby, na tuseme kwamba Sarafina ni mmoja kati ya mwanamke wa kwanza ambaye ameweza kupostiwa kwenye Instagram page ya Ruby. Kumbuka kwamba Ruby hajawahi kumposti msanii wa kike yoyote ambaye naye kwenye sakata moja au sehemu moja, nikizungumza tasnia ya Bongo Flava. Kwa bwana, Ruby kupitia Instagram page yake ameweka bwana kwamba tusubirie kitu cha moto kutoka kwake yeye pamoja na Mbosso, na hii ni baada yeye kuposti video akiwa nyumbani au ni sehemu fulani kama studio hivi, wanarekodi vitu vya moto. Jamani, huku tukiendelea kusikiliza vitu ambavyo vinazidi kutoka, tukumbuke kwamba tuna kitu ambacho tunangojea kutoka kwa Ruby pamoja na Mbosso. Wale ambao walisema Ruby amekaa kimya, basi 2022 ni mwaka wa Ruby, anakuja kivingine in hard way. Huwezi kumshika, tunaita ni untouchable. Oh yeah. Okay. Bwana, unakuwa mimi na enjoy sana nikiwa na nyie, na enjoy kupresent na nyie, na enjoy kuwaletea vitu ambavyo vina make headline, vina trendy hapo na pale. Unaona, na pia na enjoy mnatoa comment, like, mna subscribe, bonyeza kitufe cha kengele ili uweze kuendelea kupata info ambazo zinatoka ndani ya Cast Media na ndani ya kipindi cha Cast Trending Stories. Najua Kwa hiyo ukifanya hivyo, basi mimi Alin German the Lioness Voice nitakuwa nipo karibu na wewe siku zote. Bwana, story nyingine ni kwamba huenda tukakutana na collabo tena kutoka kwa Darasa pamoja na Mari siku za hivi karibuni, na hii imekuja ni baada ya wawili hawa kuposti katika Insta stories zao wakiwa studio. Bwana kama hatutoachwa salama. Okay, huku tunasubiria new song ya Ruby pamoja na Mbosso, na huku pia tunasubiria kitu cha moto kutoka kwa Darasa pamoja na Mbosso pamoja na Mario. Mona, kama ukikumbuka bwana, kuna ile nyimbo ambayo Darasa alimshirikisha Mario pamoja na Nandi. Ni moja kati ya hit song ambazo hata mimi mwenyewe najivunia kuisikiliza. Najua Mario mwana mule ndani alifanya utunda na Mario hakosei. Kwa mimi I'm so excited kusubiria what's going to happen siku hiyo ambayo hicho kitu kinaenda kuwa kimekamilika. Okay. Jamani. Okay. Bwana, tukiendelea kupata info mbalimbali za stories ambazo zina make headline, kumbuke kwamba siku kama ya leo March 17 ni siku ambayo tuliweza kumpoteza baba yetu mpenzi, rais wetu, nikimzungumzia Dr. John Pombe Magufuli, na amefariki March 17, 2021 ambao ni mwaka jana, lakini mwaka huu ameweza kufikisha mwaka mmoja tangu ameweza kututoka. Mimi niseme kwa niaba ya wafanyakazi wote wa Cast Media, tuseme kwamba tunamwombea rais baba yetu Dr. John Pombe Magufuli aendelee kupumzika salama huko alipo. Mungu amwepushe na adhabu zote za kabri, amweke salama na amlinde salama. Okay, mimi nisema kwamba kufikia hapa basi nitakuwa ndo tamati ya kipindi hichi cha Cast Trending Stories ambazo kila siku zinakuwa zinakujia wewe direct kupitia Cast Media. Umeona? Kwa mimi nikwambia tu usisahau kusubscribe, usiache kulike, kucomment. Tupa comment zako za kibabe,
share link ili uweze kupata full informations kutoka kwangu Alin German kutoka Cast Trending Stories. Mimi nikwambia kwamba we will meet again. Hii sio mwisho, maana ndo kwanza tumeanza. Let's do this another thing. Yeah. Mimi nikwambia kwamba I love you all and keep watching, keep following. Cast Media, infos, updates, news and gossip in town. Yote ndani ya Cast Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wana. Tukuletee zote kiganjani. Wow.